shilingi 100,000 bado ya nini hayo? Ya nini? Usihangaike nayo. Wewe nenda kwenye kiwango ambacho kinakulingana. Utaweza kulipa daladala, tembea kwa mguu kwenda mjini. Sio kwa kwenda maelezo una 1,000 hapana. Pita mguu. Kama ni muujiza unakukuta njia. Umeelewa? Umeona sasa tunachojikanyaga sisi? Unajilazimisha mshahara wako ni 1,100 kwa mwezi. Unaona? Kwa maana shilingi 3,000 kwa siku. Kama ni 3,000 kwa siku, itachimu ibara sio hela. Nakwambia unaishi. Unajua unafanyaje? Siku zingine ukinunua dagaa za shilingi 3,000 usizile siku moja. Weka maji wewe. Harufu jina tosha. Unamsubiri Yesu akutoe kwenye magumu. Ninashukuru Mungu amenipitisha kwenye maisha ya aina. Kabisa ndio maana Paulo anasema najua kudhiriwa, najua kuinuliwa, najua kuwa na njaa, najua kushiba, najua Bwana wakati fulani Bwana atanipeleka viwango, wakati fulani kama wakati utafika malizika. Hautaisha manunguniko. Israeli pamoja na Mungu watendea miujiza mingi, hakupenda kunungunika. Mungu aliachilia magumu sana njiani. Sasa nataka kuzungumza nini? Kuna wakati Mungu anaachilia kiboko kwa sababu ya kunungunika kwako. Umechelewa kupata jambo fulani, tayari linakuhamisha kwenye wetu wa kimungu, unaanza kulalamika. Mimi wanitembelea, nilipougua akakuja kunisalimia kabisa, jamani, siku za mwisho. Mungu anaweza kafunga hiyo milango. Wasije Mungu anakupima. Umeona? Michango yangu hata sioni inaendelea. Lakini wengine walipoitisha mchango ikaenda vizuri speed. Mwache Mungu ajitukuze. Amen. Mwache Mungu pamoja na kuchelewa, endelea kukiri kwamba Bwana anakutumikia. Umesema ya kwamba unaenda kutumikia, utawaheshimu. Naamini ya kwamba hautanishusha, bali utaninua, bali utanitetea, bali utanipigania, bali utanishindia, kwa sababu hawa watu ni wako na fedha ni zako, lakini sio fedha uliwapa wewe. Baba nakusubiri, Baba nakusubiri, Baba nakusubiri. Tumia muda mwingi kusema na Mungu, tumia muda mwingi kuongea na neno, tumia muda mwingi kutembea kwenye imani. Usitembee kwa maana ya laumu. Acha kulaumu. Manunguniko hayafai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yeremia 17 mstari wa 5. Alafu na Yeremia 17 tena mstari wa 7. Tuanze na Yeremia 17:5 mstari. Yeremia 17 mstari wa 5. Bwana asema hivi, karibu. Amelaniwa mtu yule ategemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Basi kanisa mnanisikia? Hebu fanya. Atonzi Bwana sio. Amelaniwa mtu yule anayemtumania nani? Mwanadamu. Jamani, muongee, mtachota midomo. Amelaniwa mtu yule anayemtumainia nani? Ambaye amemfanya kama nani? Kinga yake. Kinga yake. Yule mgonjwa kwenye birika wa Bethsaida, pale yule mgonjwa bibi na paja alikaa siku 30 na miaka. Tena sio siku. Miaka 38. Hatoki kwenye birika. Pamoja na wengine anaona wanapona, na yeye anasema iko siku yangu nitafunguliwa, japokuwa mimi sina mtu wa kuniweka birikani. Ninamngoja Bwana, kuna siku ya Bwana nitatoka hapa nikiwa mzima. Wanakwenda nyumbani,
yeye ametulia. Kuna siku tena linakuja limwaka, linakuja jingine, yanatibuliwa maji, wanachukuliwa wale wengine wanawekwa kwenye maji, yeye yuko tu. Sasa sinikirefu akijitutumua ingia amewahiwa na yeye anatibuliwa mara moja tu, anakuja kuinuka nje asogelee kisima, tayari ishaingia ni mtu ndani, anarudi libasi, anakaa anaanza kuwaza siku moja Mungu anikumbuke. Sikia alikuwa anasema Mungu anikumbuke nipate mtu wa kuniweka milikani. Ndugu zangu sikiliza, kuna watu wana ndugu zao wana viwango vizuri huko juu,